Kuna bibi alienda kutoa taarifa pale kwenye tume, alipelekwa mochwari akiwa mzima. Sasa naangalia upande wa mkono wa kulia huu kumelazwa maiti kama 20 kutoka safu hii mpaka huko, na mimi niko miongoni. Basi ndio daktari akasema, jamani mshughulikieni huyu bibi, kumbe mzima. Ndio kaanza kunishughulikia vizuri, safisha vizuri. Kumbe risasi iko huku juu, wakati wananitafuta huku kwenye majeraha, risasi iko huku juu. Inamwaga damu huku nyuma na huku mbele. Damu nyingi mno zilizotoka. Basi maiti hazikuwa mochwari. Kumejaa mama. Kwa hiyo ilikuwa amelala chini. Sasa hapo wanajua wao walienda kuzipanga vipi. Kwa hiyo pengine na wale walikuwa bado wazima walishughulikiwa. Hapana. Wengine walikuwa wanakuja tu wameshachoka huko wanawaweka huko. Ila waliofia pale kama 5 hivi mimi nilikuwa naona wakikukuluka basi anaishia na kukuluka naishia. Kuna bibi alienda kutoa taarifa pale kwenye tume, alipelekwa mochwari akiwa mzima. Taarifa hiyo bibi huwa hivi. Amna. Licha ya kwamba watu waliona mubashara kwamba bibi anatoa taarifa yake mbele ya tume akiamini yale anayoyatoa kwenye tume yatakuwa ni sehemu ya ripoti ya tume. Kwenye hotuba yake Jaji Chande hajaongelea kabisa hiyo taarifa. Na hao watu wa mochwari waliompeleka huyo bibi wa watu kule mochwari bado wapo kazini. Kuna mama anaonekana anajulikana anapokaa, alisema mume wake alitoka nje kuangalia tu kinachoendelea huko ndani, alipigwa risasi mume wake. Taarifa ya huyo mama hapa hamna. Sasa sitaki kusema ripoti ni ya uongo au hotuba, of course, kwa sababu ripoti hatuna. Lakini ndio tumepewa hiyo hotuba tuichambue. Ripoti hatuwezi kuichambua kwa sababu sio mali yetu. Ni mali ya rais. Tume ni ya rais na ripoti ni ya rais. Na wala hatuwezi kujua kilichoandikwa kwenye ripoti. Sisi tulichonacho ni hotuba ambayo ilisomwa hadharani. Kwa ndo tunayo hapa tumeprint. Mnielewa bana?